Okay, karibu tena katika movie ambayo inaenda kwa jina la Love Me. Movie ambayo tunaenda kujifunza maana ya upendo, maana ya mapenzi na namna ya kuthaminiana. Hapa kabisa movie inaanzia hapa ambapo tunaona bidada ambaye anajina kwa Kemi yuko na mama yake. Mama yake anamzomea kweli kweli, anamwambia wewe mwanamke unapambana, alafu unapambania mwanaume ambaye hayupo, yuko huko masomoni. Ipo siku atakutokea hapo, yani mimi nakwambia. Wanakwambia bidada huyu hata hamsikilizi mama yake, bali yeye anajua anachokifanya kwa sababu anampenda mpenzi wake. Sasa baada ya muda kidogo kuwa umepita, tuona mwamba ambaye anaitwa jina kwa Oles alikuwa amerejea kutoka masomoni, yuko na mwanamke mpenzi wake kwamba tayari nimeweza kusoma, lakini changamoto iliyopo ndio hivyo, sipati kazi. Na mpenzi wake anamtia moyo, anamwambia usijali, utapata kazi. Sasa bidada yule anakwambia yeye kazi zake ni za hapa na pale, anashona, anapambana, akipata kibarua anafanya. Sasa leo alikuwa amepata kazi fulani ya kusogeza mambo ili aweze kupata hela. Sasa alikuwa anasogeza ndizi pamoja na mizigo fulani fulani kwenye duka hapa ili aweze kujiingizia kipato na maisha mengine yasonge. Achana na hao wanawake ambao unakutana mwanamke hawezi kufanya kazi za namna hii, lakini dada huyu anakuambia ni mpambanaji. Hawa ndio wanawake ambao tunawastahili kuwa nao katika maisha yetu. Anakuambia anapambana, licha ya kuwa anapambana, anajua anafanya kipi ili aweze kupata kipi. Hapa anafanya kazi aweze kupata hela na aweze kumsaidia mpenzi wake ambaye baada ya kuwa amerejea masomoni analalamika kuwa hajapata kazi, lakini hana kazi kabla ya kupata kazi. Sasa achana hapo. Sasa bidada huyo anakuambia yeye hasimame, anapambana kweli kweli. Baada ya kuwa amefanya kazi, sasa maposho yake au malipo baada ya kuwa amepata para na hesabu, anakuambia mdada huyo atachanunua chakula. Mdada watu anaamua kujinunulia maji pamoja na biskuti aweze kupoza zake njaa, kwa sababu ndivyo maisha yalivyo. Unajua unaweza kupambana kwenye maisha. Sasa baada ya siku kadhaa tunaona mambo ambayo Olisi alimfuata mpenzi wake, anamwambia nisikilize mpenzi wangu, unajua kuna kampuni fulani wametangaza, sema sina hata hela nauli, sasa sitajua. Sasa bidada yule akachukua, akamwambia sikia, kuna kiasi cha shilingi hapa ninacho, hebu chukua hiki hapa, fanye kama nauli uende huko mjini upambane, kwa sababu umesema umetoa wapi? Kuna kazi nilikuwa nafanya. Kwamba nimekuambiaje, mbona unafanya kazi namna hiyo? Kwambia usijali bwana mpenzi wangu, mimi nakupenda. Kamkumbatia namna hiyo, mkumbato wa namna hiyo. Sasa baada ya siku kadhaa anakuambia bidada yule Olisi yuko na rafiki yake, yuko na msuka. Sasa yule rafiki yake anamwambia nasikia wewe unahudumia mwanaume bwana. Kwambia ujue ni mdogo wangu, nimeshakwambia kwenye mahusiano yangu sitaki kabisa wewe unaniingilia. Wewe fanya kazi ambayo unaifanya, mahusiano niachie mimi. Hao mengine bwana sitaki kuombea. Baada ya siku kadhaa tuna bidada yuko na wasiliana na jamaa ambaye kwa Oles ambaye yuko zake huko mjini. Anakuambia mpenzi wangu, amini niko sawa vipi, lakini ushafanikisha. Kwambia uje napambana. Akaamka tasaki zake simu hapo, akawa anatabasamu, inaonekana maongezi alikuwa ni mazuri kweli kweli. Sasa tunarudi kwenye jiji la Nigeria kabisa kule Lagos. Mwamba ambaye jina Oles yuko zake huko anatafuta kazi, ameshahitimu degree. Kwa hiyo kilichofuata ni kutafuta kazi ili mambo mengine yaweze kusonga. Sasa nafika hapa, anakuja kutafuta kazi, anakuambia hapa kuna kampuni imesema kwamba inatangaza kazi. Vipi? Na wakajamaa akamwambia hapa, mbona hapa hamna tangazo? Wewe usikia, wewe wapigie simu, lakini hapa naona hamna tangazo la ajira. Akasema wewe jamaa vipi, mbona nifungia geti? Wanakuambia alifungua geti. Sema mambo gani haya? Yeye nimemaliza degree lakini ndio hivyo natafuta kazi siwezi kupata. Mwamba akaamua kujenga aweze kusepa zake. Sasa ilibidi arudi nyumbani kwa bidada ambaye kwa Kema, anamwambia yani nimepata tangazo kabisa, nimekwenda kule naenda pale afu unaniambia hivi. Sasa anapiga simu namwambia kwamba pale ambapo likumeenda ndio hivyo, ilikuwa sio kampuni bali ni wajanja walikuwa muingiza mkenge, hivyo alikuwa ameshalika. Sasa wakati amekaa pale, mama yake na Kema kafika pale, anakuambia nilikwambia, umeona kazi yako tu kukaa hapa, unakaa na wewe mwanaume akusaidii chochote, yeye anakuja tu anachukua hela na sipa zake. Nakwambia wote ibidi wakae wamsikilize. Kama jamaa kutoka Olesi anasikitika kweli kweli, kwa sababu anajua anachokifanya. Anamwambia mama nisikilize basi. Nakwambia mama sasa nini? Sasa mwamba alibidi ajichenge, amwache mama aweze kuongea na bidada ametoka Kema. Nakwambia mama, nimeshakwambia mimi nishakuwa mtu mzima, nafanya kile kitu ambacho nikiamini, nimeshakwambia wewe kuwa makini. Sasa bidada ametoka Kema ilibidi akashika chini pamoja na mama yake pamoja na mjomba wake, anamwambia nisikilize, wewe unaona umeshakuwa. Kama umeshakuwa sasa inabidi uende kujitafutia. Nenda kwa wewe mwanaume ambaye wewe unatafuta hela, unampatia. Kwa hiyo hapa nyumbani sisi hatukutambui, inabidi uende huko kabisa, uendelee na maisha, kwa sababu mwanamke ashamaliza chuo. Kwa hiyo unaenda ukae naye. Wanakuambia bidada Kemi, nyumbani wamemashia moto. Bwana, maisha kama haya sio mazuri kwa watoto wetu. Tuwalinde, tuwatunze, mambo mengine yaweze kusonga mbele. Sasa bidada anamwambia, sasa mimi naendaje mjini? Kwambia wewe nisikilize, wewe ulikula mpa nauli na ameshamaliza chuo. Wewe chukua vitu vyako, nenda huko. Sasa bidada naye hakuchelewa. Baada ya muda kidogo, bidada yule ilibidi amfuate jamaa ambaye kutoka Olesi huko mjini, kwa sababu ndio hivyo nyumbani amwambia inabidi amfuate jamaa kwa sababu anampenda kwa dhati na anaamua kufanya hivyo. Sasa baada ya siku kadhaa, Mwamba aliendelea kupambana aweze kutafuta kazi. Anakuja kwenye kampuni fulani hivi, anamwambia kwa sababu una uzoefu tu hatuwezi kupata kazi.
kitu ambacho kinaumiza kwa watu wengi ambao ni wasomi ni ile kitu anaenda kutafuta kazi afu nawaambia huna experience wakati wako unaenda kuomba kazi. Inauma kweli kweli. Sasa mwamba haukata tamaa, alienda kwenye kampuni tofauti, anamwambia kwa sababu huna experience ni changamoto. Vyeti tunaona viko vizuri lakini experience huna, yani uzoefu huna kabisa. Kwa hiyo mwamba ndo akawa anakosa kazi namna hiyo. Anarudi nyumbani analalamika kweli kweli, maisha gani haya jamani? Mimi nimesoma nina degree lakini kile napoenda naambiwa sina uzoefu. Sasa mimi uzoefu naupata wapi wakati sijaajiriwa? Ndaajiriwa lini sasa? Unakwambia bidada ambaye kwa Kema anamtuliza, anamwambia tulia mpenzi wangu, unajua ipo siku Mungu ata bless. Sasa siku nyingine anakwambia hapa anatolewa kwa ndugu naomba wewe vipi? Unanisukuma mimi nimekuja kwenye kampuni nimeita CV yangu yani hata CV yangu sipokelewa afu nitoa. Hasa anakuja bidada ambaye anaitwa Beatrice, anamkuta jamaa pale mlangoni, anamwambia vipi? Kuna nini kinaendelea hapa? Akamwambia umeona mimi nimeita CV yangu hapa lakini wewe unanisukuma yani hata sijaandika. Sema hebu nisubiri kidogo. Bidi huyo akarudi ndani. Jamaa bila subiri pale akamwambia mimi nishakwambia hapa hamna kazi jamaa wangu. Yani bado ungeondoka tu zako huko. Yani wewe nini? Hasa bidada ilibidi arudi pale. Alivyokuja pale alikuja na namba akampatia, akamwambia hii ni business namba yangu, utanipigia simu kesho asubuhi tuweze kuzungumza tunafanya. Akamwambia okay sawa. Mwamba akaamua kuchenga zake. Sasa bidada yule alikuja kwa anko yake aweze kumwelekeza huyu ndio mmiliki wa kampuni hiyo. Alipofika bila anko, nisikilize, mimi kuna mtu ambaye nimekutana naye kule lakini ndio hivyo amekuja kuomba kazi lakini nimekuta kwamba vile ilivyokuwa unatitiwa sio vizuri, lakini mkaka ambaye inaonekana yuko smart. Na anko akamwambia okay sawa, kama unamwamini tutafanya hivyo, lakini nisikilize, ujue umeshakuwa, kwa hiyo inabidi tutafute bwana uweze kuolewa ili kwa sababu uweze kumiliki kampuni hii. Mimi nataka nikurithishe wewe. Sasa bidada yule tayari amepewa kibarua. Baada ya siku kadhaa Mwamba alikuja na CV zake kwa bidada yule na kumwambia CV hizi ni nzuri. Akamwambia naomba nisaidie, yani kwa sababu yani nimepambana sana, nimesoma lakini ndio hivyo kinapoenda unaniambia sina uzoefu. Kwambia okay sawa. Bidada yule akasimama pale aweze kwenda kwa anko yake ambaye ndio mmiliki aweze kumwonyesha CV za Mwamba ambaye anaitwa Oles. Sasa Mwamba naye amebaki huko anakuambia haelewi kama atapata kazi. Bidada yule alipofika pale kwa anko yake anamkuta anko, anamwambia anko, sikia nimeleta ile CV lakini anko tena nimekuja na kitu kingine. Mimi bwana na yule mkaka yule tunapendana. Hasa bidada yule aliamua kutumia njia hiyo kumwambia kwamba nampenda, na Mwamba ilibidi aitwe pale afike pale akamwambia nisikilize, unatamani kufanya nini? Kwamba mimi bwana natamani kupata kazi nipambanie maisha yangu sababu nimesoma nimehaso kweli kweli, kwa hiyo nilitamani nipate kazi niweze kutimiza ndoto zangu kwenye maisha. Yani hivyo tu yani. Anko yake alipomsikia akasema huyu ni mtu ambaye kidogo anaonekana maono kwamba na hiyo bidi okay sawa, tutakutafuta kesho uweze kuja. Bidada ibidi wasimame na Mwamba Prioresi wakasipa zake kumwacha anko, na anko anasema huyu jamani anaonekana yuko vizuri, hivyo anabidi kutoa kazi. Sasa Mwamba ilibidi atoke zake getini aweze kuchenga kamba nashukuru sana yani sina yani siwezi kukushukuru sini kwambieje ama usijali. Mwamba akaamua kuchenga zake. Sasa bidada yule anakuambia anamtazama kwa likweli na sijui nini na nini kinafuata. Tuendelee kusalia kwenye mzigo huu tujue yapi ambayo yamo. Sasa baada ya siku kadhaa Mwamba ambaye anaitwa Oles yuko na mpenzi wake ambaye Kemi wako zao wanaburudika na wacheka kweli kweli. Unajua furaha ni mapenzi na kuaminiana, hata kama mnalala chini maisha yanasonga, ni upendo tu. Sasa Mwamba baada ya kuwa amechukua namba ilibidi amtafute bidada ambaye anaitwa Beatrice aweze kumjulisha kuwa leo ndo nimekuja huku sasa nyumbani kwako au hapa ofisini tuweze kuzungumza. Sasa baada ya kumpeleka CV kule bidada yule anafika pale akamwambia okay sawa, kwa sababu umeniambia yule ni mpenzi wako, hii kitu inabidi tuifanyie kazi. Kwa hiyo mambo mengine anasema ndivyo sawa sawa anko. Sasa bidada yule bila simame aweze kusepa zake kwa jamaa ambaye anaitwa Oles. Sasa siku nyingine tunaona Oles anapokea simu anamwambia tayari nimeongea na mkango, tayari umepata kazi. Sema kweli ndio, na hapo tunakutumia hera ya kianzio kwa maana ya kuweza kujikimu. Kwa hiyo kuanzia kesho unaweza kurudi kuja kazini kwa maana tayari umeshakuwa. Sema kweli. Sasa Mwamba anakuambia tetemeka aweze kuangalia kwamba kweli amenitumia hela. Alivyokuangalia akasema Mungu wangu cheki, tayari amenitumia hela. Wanakuambia sema umetumia umezibiti. Kwambia bidada wa Kemi alifurahi kinoma noma, akasema Mungu wangu, Mungu amejibu. Akakumbatiana namna hiyo kwa furaha kweli kweli. Akasema jamani, tumehangaika muda mrefu lakini leo ndo siku ambayo kidogo matumaini yameanza kurudi. Nakwambia walifurahi kinoma noma. Sasa baada ya siku kadhaa binti yule ambaye anaitwa kwa jina la Beatrice siku zake ofisini, Mwamba anaitwa Oles akawa amekuja zake kazini kuja kumtembelea binti yule. Akamwambia binti baada ya kumsikia amekuja jamaa akachukua maji kidogo ajipake pake ili aweze kuwa smart zaidi. Sasa inaonekana binti tayari ameshaanza ku fall in love kwa jamaa ambaye Oles. Jamaa alipofika pale naye akakaa pale akamcheki akamwambia nisikilize, nishamwambia anko kwa hiyo haina shida. Akamwambia saa hizi umeshakuwa kazini kwa hiyo usijali, lakini na shida na wewe na natamani kuonana na wewe, naweza kuonana na wewe. Sema
saa ngapi? Sikia, hii hapa ramani ya nyumba yangu, nataka uje unitembelee. Sasa ilibidi asimame pale, akamhug kidogo, akamkumbatia kwa sababu jamaa mwenyewe hakuamini kwamba amepata kazi. Sasa wakati mkumbatio huo sasa, jamaa kahisi kwamba bidada amefika mbali, ibidi aseme basi nitakuja nyumbani. Jamaa akaamua kusema zake, akamwacha bidada pale amesimama pale, akamwambia, akapumua kwanza, sema Mungu wangu, mara kama vile ni mwanaume smart huyu, vitu vyangu kabisa. Bidada yule ndio hivyo ameshaanza kufall love kabisa kwa mamba ambaye anaitwa Olensi. Sasa hapa ndipo sehemu ya kwanza inapoishia. Kitu ambacho nakukumbusha, comment, like pamoja na kusubscribe. Mimi ni Brad King, bye bye na